Bwana Yesu, tunakushukuru. Asante kwa muda na nafasi hii, kwa kuwa umefanya mambo makubwa maishani mwetu. Kwa unyenyekevu kabisa tunakurudishia shukrani zetu, maana Bwana umetuinulia nguvu nyingine kuendelea kuweka tumaini na kukutegemea. Kanisa lako tunakuja kwako kwa moyo wa toba kabisa na moyo wa shukrani, tukiwa na furaha iliyopitiliza kwa sababu Mwokozi amefufuka. Ninaomba Mungu, kwa kusanyiko hili, vile ambavyo vinahitaji kufufuliwa, ukasimame upande wa kwao, ukavifufue na kila jambo likaendelee kuwa hai. Ninaomba lango ambalo Mungu liko wazi, ambalo kila mmoja anaingia na kukuomba Baba, likaendelee kutenda kazi sawa sawa na mapenzi yako. Tunamwambia na yule aliyemsaliti Yesu kwamba hayupo tena, maana alienda kujinyonga na akapasuka matumbo. Na sasa tunamtangazia adui aliyesimama kinyume nawe, aliyesimama kinyume nasi, akapasuke naye pia, kwa sababu wewe umeleta ushindi. Waliodhani wamekuweza, wewe Bwana umeinuliwa zaidi. Endelea kutuhudumia, endelea kututunza, endelea kutupigania. Ile nguvu ya Pasaka ambayo Baba tunaitazama iendelee kufanya kazi maishani mwetu. Lile ambalo linapaswa kubadilika sasa liende kubadilika maishani mwetu. Ninaondoa kila kizuizi ambacho kinaleta mashaka mioyoni mwetu, kinacholeta shida, ili kikapate kuondoka, kwa sababu Mungu umeahidi kutufungulia milango ya baraka. Bwana Yesu, tuna imani kwamba hutakuwa pamoja nasi na wala hutotuacha. Utaambatana nasi. Baada ya ufufuko huu tunaendelea kuona ushindi maishani mwetu. Ninamwombea kila mmoja aliyeingia kwenye ibada hii asiondoke bila kupokea nguvu hii, bali ikapate kumkalia yeye na familia yake na mipango yake na malengo yake. Nguvu za kwako Mungu zikatende kazi na kila mmoja akaendelee kuinuliwa. Ninasimama kinyume na kila vikwazo ndani ya mioyo yetu na katika maisha yetu, na vile vizuizi tunavibomoa na kuviondoa, maana vile viambaza vyote viliondoka ndani ya lile eneo. Yesu akatoka na taarifa ikaonekana, huyu amefufuka, awatangulia kwenda Galilaya. Ninaomba Yesu ukafufue vyote vilivyokufa maishani mwetu. Kama ni roho ya ibada ikuwepo, tunaomba sasa tuanze kwa upya. Kama ni roho ya amani haikuwepo, tunaomba sasa ianze kwa upya. Kama watu walikosa furaha, wakarudi kwenye furaha. Kama watu walikuwa hawaelewani, warudi kwenye maelewano. Maana Yesu anapofufuka analeta kitu kipya maishani mwetu. Basi Mungu tusaidie kwenye ibada hii, tukujue wewe na tuishi nawe, tutembee pamoja nawe, maana Bwana wewe ndiye unayestahili. Na kanisa tuseme amen. Kristo amefufuka, haleluya. Kanisa, Kristo amefufuka, haleluya. Naomba sasa uketi. Tumepewa Injili ya Marko sura ya 16, ile aya ya kwanza hadi ya 8. Mzee wa kanisa amelisoma, lakini ili tuweze kwenda pamoja hatua kwa hatua na kwa dakika chache tarudia kulisoma kwa utukufu wa Mungu. Hata Sabato ilipokwisha kupita, Mariamu Magdalena na Mariamu mamaye Yakobo na Salome walinunua manukato wapate kwenda kumpaka. Hata alfajiri mapema siku ya kwanza ya juma wakaenda kaburini jua lilipoanza kuchomoza. Wakasemezana wao kwa wao, ni nani atakayetuviringishia lile jiwe mlangoni pa kaburi? Hata walipotazama waliona ya kuwa lile jiwe limekwisha kuviringishwa, nalo lilikuwa kubwa mno. Wakaingia kaburini, wakaona kijana ameketi upande wa kuume, amevaa vazi jeupe. Wakastaajabu. Naye akawaambia, msistaajabu, mnamtafuta Yesu Mnazareti aliyesulubiwa.
amefufuka, hayupo hapa. Patazameni walipomweka. Lakini enendeni zenu mkawaambie wanafunzi wake na Petro ya kwamba awatangulia kwenda Galilaya. Huko mtamuona kama alivyowaambia. Wakatoka nje, wakakimbia kutoka kaburini, kwa maana wameingia tetemeko na ushangao, wala hawakumwambia mtu neno, maana waliogopa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nikupongeze wewe uliyeingia kwenye ibada hii ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, uliyetoa nafasi yako ili ushiriki ibada hii muhimu, ambapo Wakristo wote ulimwenguni wanaendelea kumtukuza Mungu. Lakini pia nikuombe wewe uliyeko ndani ya ibada hii, umgeukie wa nyuma na mbele, mwambie heri ya Pasaka. Yawezekana ukitoka usiweze kuonana naye, huenda akawa na haraka. Turudi kwenye ujumbe wa neno la Mungu. Niweke mambo machache kwanza, kwa sababu habari hii ya kufufuka kwa Yesu Kristo imeelezwa katika sehemu 3, yaani Mathayo, Marko na Luka. Na injili hizi 3 ukizisoma zinaelezea habari moja, lakini zinatofautiana kuwaeleza wanawake, yule kijana, na mambo yaliyotokea na maagizo yaliyokuwepo. Ukimsoma Mathayo katika kuelezea kwake, anawataja wanawake wawili tu, hakumtaja mmoja. Kisoma injili ya Mathayo sura 28 mstari ule wa 1. Lakini ukimtazama Luka katika masimulizi yake, hakutaja majina ya wanawake. Amesema walienda kuupaka mwili wa Yesu mafuta, Luka 24:1. Lakini Marko anawataja wanawake 3 kama tulivyosoma kwenye injili ya ujumbe huu. Eneo lingine ambalo wanatofautiana kwa maelezo ni kuhusu malaika. Marko anamuelezea malaika kwamba alikuwa amevaa vazi jeupe kama tulivyosoma kwenye injili hii. Lakini mwinjilisti Mathayo mwenyewe anasema malaika wawili wameketi. Kwa hiyo anaongezeka mwingine, yeye anamueleza hivyo Mathayo. Luka anasema malaika wawili wamesimama. Huyu anasema wameketi, huyu anasema wamesimama. Lakini ni kwa nini? Hii inategemeana na mahali walipopata vyanzo vya habari juu ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Marko sura ya 16 aya ya 1 mpaka ya 8 ina habari ya Yesu mfufuka inayosema enendeni mkawaambie. Enendeni mkawaambie, injili ya Marko. Lakini Mathayo yeye anasema nendeni Galilaya, ndiko mtakakomkuta. Na Luka yeye asemi nendeni Galilaya, isipokuwa anawakumbusha yale Yesu aliyowaambia. Lakini zote zinaeleza habari moja ya kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Marko kwa majibu ya wale wanawake anasema wanawake waliondoka na hofu, wakihofia kukutana na malaika. Lakini Mathayo yeye anasema walirudi wakifurahi. Lakini Luka katika maelezo yake anasema walirudi wakielezea walichokiona. Hizo zote ni habari, namna ya kueleza ujumbe. Hata hivyo tulivyoko hapa, kila mmoja ana namna ya kupokea ujumbe na namna ya kuufikisha. Mwingine ataongeza, mwingine atapunguza, mwingine atazidisha, lakini ujumbe ni ule ule. Cha msingi tunahitaji tupate ujumbe wa aina moja. Katika somo la siku hii ya leo juu ya habari ya kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo, nieleze mambo machache. Na jambo la kwanza, jiwe kuondolewa.
wanawake wakiwa wanaianza safari ya kwenda kuupaka mwili wa Yesu mafuta, walikosa amani na furaha. Tatizo ni nini? Jiwe. Jiwe lilikuwa ni kikwazo kwa wale wanawake, liliwaletea hofu kubwa jiwe. Kila mmoja akitembea na mwambia mwenzake, uliliona lile jiwe? Tunawezaje sisi kuliondoa hilo jiwe tuingie ndani kaburini? Wakawa wanazungumza, wanadiscuss. Katika mazungumzo yao walijiona kwamba hawana nguvu ya kulisukuma lile jiwe. Walihitaji wanaume wenye nguvu kama akina Petro, akina Yohana, akina Yakobo, wangeweza kuongozana nao, kwa sababu palipo na kazi ngumu mwanaume yupo. Lakini wao wanapokwenda mwanaume hayupo. Wanajiuliza, tumetokaje bila kuwaita hao wenzetu? Wanaondoka, wanakwenda, wanajadiliana. Lakini Mungu hawazi kama mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hawazi kama mwanadamu. Wanawake walipofika walikuta jiwe halipo, limeondolewa. Halipo kabisa. Ni nani ameliondoa? Hawajui. Limepelekwa na nani? Hawajui. Lakini lilikuwa limeondolewa. Jiwe lilikuwa ni kizuizi, lilikuwa ni kikwazo. Jiwe lilikuwa linaleta maumivu kwa wale wanawake. Ni kizuizi ambacho kilikuwa kinawapa hofu wale wanawake. Lakini nataka niwaambie tuliopo ndani ya ibada hii, nguvu za Mungu ziliweza kuondoa kizuizi kilichokuwa ni kikwazo mioyoni mwao. Nguvu za Mungu ziliweza kuondoa kizuizi kilichokuwa ni kikwazo mioyoni mwao. Hata sisi kama kanisa tunapoyapitia magumu, tunapokutana na mazito, tunapokutana na shida, tunapoona mambo hayaendi, watu wanapotuambia hatuwezi, watu wanapokukalia kikao ili wakuumize, mtu anapopita nyuma ili akumalize, kuna nguvu ya Mungu inakulinda kila itwapo leo. Kuna mkono wa Mungu unakutetea kila itwapo leo. Cha kufanya ni nini? Muite Mungu kwa imani, anaweza kukuondolea kizuizi kinachokupa shida. Maisha ninajua ni magumu, wengi wanasema ni magumu. Unatafuta kazi ufanikiwe, umesoma degree, umesoma diploma, umemaliza, una vyeti vyako vimelala nyumbani, na wala kila unapoomba haupati mafanikio. Yawezekana ndugu zako wanakuambia kazi unayoiomba huwezi kuipata, haina shida. Yawezekana ni mke wako uliye naye anakuambia hata wewe uombe upate kazi, haina shida. Yawezekana ni mme wako amekuwa ni kikwazo katika kile unachokifanya. Usikate tamaa. Muite Yesu ambaye yeye kwa muujiza usioelezeka jiwe liliondoka na Yesu akatoka kaburini, na malaika anasema awatangulia kwenda Galilaya. Na mimi nitamke ndani ya ibada hii, kizuizi chochote kinachokupa shida, neno lolote linalokuja kwako, magumu yoyote unayokutana nayo, shida yoyote inayokuletea changamoto, Yesu Mnazareti mfufuka anaiondoa na kuiweka pembeni ili upite salama na kufanikiwa maishani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli vikwazo vipo, magumu yapo, maumivu yapo, kupigwa tunapigwa sana, kutishiwa tunatishiwa sana, kupigwa mieleka tunapigwa sana, kusemwa tunasemwa sana. Lakini usiogope ngurumo. Iko ngurumo moja ya Simba wa Yuda aliyefufuka, inaweza ikamaliza ngurumo zote zinazoleta shida maishani mwako na wewe ukawa salama. Yesu akiwa upande wetu, sisi ni washindi milele. Jambo la pili, nendeni kwa wanafunzi. Hili ni agizo, nendeni kwa wanafunzi. Baada ya wanawake
kukuta mwili wa Yesu haupo kaburini, walipewa agizo. Nendeni mkawaambie hayupo, amefufuka. Nendeni mkawaambie hayupo, amefufuka. Tangazo letu ni moja, kama watoto wa Mungu tunaokwenda mbinguni na ambao tunajua Yesu akija hawezi kutuacha. Tamko letu ni moja, kwa majirani, barabarani, kwenye daladala, kwenye pikipiki, kwenye bajaji, ni moja tu: Yesu amefufuka, hayupo kaburini. Yaani unapoingia unampa sadaka, unampa nauli, Yesu amefufuka. Unapopanda, Yesu amefufuka. Unapokanyaga, Yesu amefufuka. Unapoingia ndani, Yesu amefufuka. Unapokwenda kula chakula, Yesu amefufuka. Huo ni wimbo tunaokwenda kutangaza kuanzia sasa. Yesu hayupo kaburini, amefufuka. Atutangulia kwenda Galilaya. Anayekusema vibaya, mwambie Yesu amefufuka. Anayekutegea mtego, mwambie Yesu amefufuka. Anayekutangazia ubaya wa kila namna, mwambie Yesu amefufuka. Huyu ndiye jasiri. Lakini tukimwacha huyu mfufuka, tukaangalia yale ya chini yanayokuja mbele yetu, Yesu atatuacha, hatutakuwa salama. Twende tukitangaza habari hii kama ni agizo kwamba nendeni mkawaambie hayupo, amefufuka. Kwa hiyo sasa, kama kanisa tuna wajibu wa kupeleka habari njema za Yesu kwa waliokata tamaa. Ninajua kuna wengine wameingia ndani ya ibada hii kwa kuwa ni Pasaka, ngoja tu niende na mimi nibadilishe mazingira. Haujaja kubadilisha mazingira, umekuja kukutana na Yesu, muondo wa huzuni na mleta furaha ya milele siku zote maishani mwako. Wote walioumizwa tunatumwa twende tukawapelekea habari njema. Kila mmoja wetu anao wajibu. Vikundi vina wajibu wa kupeleka habari njema. Baba una wajibu wa kupeleka habari njema. Mzee wa kanisa una wajibu wa kupeleka habari njema. Si ugomvi, hapana, habari njema. Si uchonganishi, hapana, habari njema. Wewe baba una habari ya kupeleka habari njema kwenye familia yako. Si kugombana na mke wako, hapana, habari njema. Si kugombana na watoto wako, habari njema. Huu ndo mwaliko tunaopewa kama kanisa, kupeleka habari njema. Na habari njema ikianzia kwenye familia zetu, itakwenda mpaka maofisini, itakwenda mpaka wizarani, itakwenda mpaka Ikulu, itakamata maeneo yote. Tanzania nzima itajua habari njema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tumekuwa ni wazito wa kupeleka habari njema, kupeleka habari nzuri. Wale wamama walienda na huzuni kwamba wakitoka kaburini waseme tumeukuta mwili na tumeupaka mafuta, na kweli amelala, amekufa jamani, amekufa. Lakini wanapofika, Mungu anachenjia angani. Si habari za huzuni, ni habari za furaha. Na maana kwamba ukitoka ndani ya ibada hii, hauendi na kikwazo ulichotoka nacho nyumbani, unaenda na habari za Yesu mfufuka na kuambia jamani, yaliyokuwepo tangu asubuhi yameishia huko. Mimi ninachokijua, Yesu amefufuka, tufurahi na kushangilia pamoja na watoto na familia nzima na kila mmoja, hata kama mlikuwa mwelewani. Ni habari njema za ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Jambo la tatu, hofu na mshangao. Hofu na mshangao. Hofu na mshangao. Wanawake waliofika kaburini, walipofika na kuona jiwe limeondolewa, mwili wa bwana wao haupo, halafu kijana wasiyemjua anaongea nao, walijawa na hofu kubwa na mshangao mkubwa. Kwa nini? Sio jambo la kawaida. Tuliona wameweka jiwe na mwili umewekwa ndani, tunakuta jiwe alipo.
tunakuta mwili haupo. Alafu kuna kijana anasema na sisi habari za kufufuka, kwanza utakuwa na hofu. Na hata sasa hivi tukiletewa habari kwamba unakumbuka yule mtu uliyemzika pale kisiwani, ndio anatembea ndio anakuja njiani na amejitaja kwamba anajiita fulani, ukijua ni ndugu yako, nina imani kwamba utanyanyuka mara moja kwenda kuliona lile, lakini pia utakuwa na hofu, ninayemuona ni yeye au naona mzimu. Lakini habari hizi za ufufuko za Bwana wetu Yesu Kristo zilileta mshangao mkubwa kwa wanafunzi, kwa wanawake na kwa wale wote waliosikia habari za ufufuko huu. Kwanza, akilini mwao haikuingia kwa haraka. Ndio maana maandiko yanasema wengine walienda kimya, wengine waliondoka na tetemeka, wengine hawakusema neno lolote. Kwa nini? Kila mmoja alikuwa anawaza tukio ambalo limetendeka katika siku ya tatu na Yesu anafufuka. Hii ina maana kwamba unapokutana na nguvu za Mungu kunakuwa na hali ya hofu na mshangao. Mungu anapotenda jambo kubwa maishani mwetu, maishani mwako, ni lazima utakuwa na mshangao mkubwa. Na ninajua hata leo kuna ambao ukimtazama ameingia ibadani utashangaa. Hata wewe leo umekuja, lakini nataka nikwambie Yesu ni wa watu wote. Hana ubaguzi, kabila, rangi wala sura. Wote wanaokuja kwake anawapokea. Haijalishi walifanya mabaya mangapi, lakini wanapoingia kwenye lango hilo la kanisani, wote ni wa Bwana na mbinguni kuna wahusu. Na pale unapoona jambo fulani haliwezi kuwa jipya, ni gumu, ni zito, umejitahidi kuomba, umejitahidi kutafuta, umejitahidi kubisha, unaona mambo hayaendi, lakini Yesu yeye anasema mimi nina uwezo wa kulifanya jambo lililo kuu kuwa jipya na kulifanya liwe hai. Mfano, tunamtazama Zakayo. Zakayo alikuwa amekufa na yuko kaburini kwa siku 4. Na Yesu anapofika, ndugu zake wanasema ameisha kufa na ananuka, umechelewa kuja. Lakini Yesu anachowaambia, anawaambia Zakayo ajafa bali amelala. Na anatumia sauti yake ile ile kumuita Zakayo, njoo huku, na Zakayo anainuka. Kama ni wafuatiliaji wazuri kwenye hizi filamu wanazozionyesha, wengi walitimua mbio na kukimbia, kwa sababu mtu wa siku 4 anayeinuka anaweza akaonekanaje. Na mimi nataka niseme kama kanisa, nataka niseme unayenisikiliza, yawezekana wamekuona ufai, yawezekana wamekuwekea vikao vingi, yawezekana wanakuzingira kila upande, yanawezekana wamekuona kwamba wewe huwezi ukashirikiana nao. Wewe wanapokutazama namna hiyo, huna tofauti na Zakayo, na wewe unajiona kwamba umenuka na wala ufai. Lakini nataka nikwambie, yuko Yesu Mnazareti aliyefufuka, anakuja kukuondolea harufu mbaya na kukupa harufu njema, ili wale waliokuona unanuka wakuone uko imara salama. Harufu ya kunuka haipo tena. Sisi wote tumefufuka, hatuko kwenye dhambi, tuko kwenye uzima wa milele. Ninajua chochote kilichoandaliwa kwa ajili yako, maadamu mfufuka yu hai, akitakuwa na nguvu mbele yako. Wewe ni mshindi. Mshangilie Bwana, pigieni makofi na vigelegele kwamba huyu ndiye mfufuka anayekuja kwako. Hofu na mshangao utawakuta wengi. Wakati wengine wanakuambia ufai, Yesu tayari alisha kuinua na unastahili kuiona mbingu mpya. Yale magumu yasikuchoshe, yasikukatishe tamaa. Mambo ya kutazama katika somo hili pia, uamuzi na ujasiri wa wanawake. Wanawake, Bwana Yesu asifiwe. Wanawake, Bwana Yesu asifiwe. Wanawake pamoja na yote walioyaona, lakini walichukua uamuzi na ujasiri. Walikuwa tayari, hata kama mbele yao walikuwa wanaona giza, hawakujali jambo la giza. Wao waliamua kusonga mbele, hawakukata tamaa, walisonga mbele. Kufufuka kwa Yesu
kunaleta ujasiri ndani ya kanisa, kunaleta ujasiri ndani ya familia, kunaleta ujasiri ndani ya taifa la Tanzania, kunaleta ujasiri katika jambo unalolitumaini. Usikate tamaa, hata kama mbele yako kuna giza nene. Yuko Yesu aliye nuru ya kweli, atakuvusha na utakuwa imara salimini. Lakini jambo la pili, ufufuko ni msingi wa imani yetu ya Kikristo. Ufufuko ni msingi wa imani yetu ya Kikristo. Kwa nini? Kwa sababu unadhibitisha ahadi za Mungu kuhusu wokovu na uzima wa milele. Kama ilivyoandikwa, anayeniamini mimi, hata kama akifa, atazidi kuishi. Haleluya kanisa. Haleluya kanisa. Haijalishi mwili huu nilio nao utakufa, lakini kama niliamini ufufuko na kuendelea kumtegemea, nitaishi katika ufalme wa Mungu. Hutaishi katika ufalme wa Mungu. Hata kama ulionekana si wa thamani, lakini maadamu umeamua kukaa na Bwana Yesu milele, wewe usikate tamaa na wala usichoke. Ujapokufa utakuwa unaishi. Yohana 11:25. Kwa hiyo ufufuko unaimarisha imani yetu. Haleluya kanisa. Ufufuko unaimarisha imani yetu katika uwezo wa Mungu kuleta maisha kutoka mautini na kuingia kwenye uzima ule wa milele. Hatuna hofu tena. Hatuna hofu tena. Wengine watatafuta wakuue kiroho, lakini maadamu umejipanga wewe kikamilifu, songa mbele na utumishi wako, songa mbele na imani yako, na wala usikate tamaa. Tunaamini kwamba Yesu Kristo amefufuka. Jambo la lingine, kujenga uhusiano. Ufufuko unatoa fursa kwa wafuasi kuimarisha imani ya uhusiano wao na Yesu Kristo. Wapendwa, naomba niseme maneno haya. Yesu Kristo akufufuka ili tuendelee kugombana, ili tuendelee kuumizana, ili tuendelee kukatishana tamaa, ili tuendelee kuwekeana vikao visivyokuwa na maana. Yesu Kristo amefufuka ili kuleta uhusiano wetu na yeye, sisi kwa sisi, ili mwisho wa siku apate kundi kubwa la kuketi naye kwenye ufalme wa mbinguni. Kwa kumwamini aliyefufuka, wanapata nafasi hawa wafuasi ya kuungana naye katika maisha mapya ambayo yanawapa nguvu ya kushinda dhambi na majaribu. Kipindi cha nyuma nilisema kumshika Yesu hakumaanishi kwamba jaribu halitokuja. Tena ndo linaongeza kasi. Lakini usikate tamaa, endelea kubaki na Yesu wako, kwa sababu kuna wakati utashinda kwenye jaribu hilo. Ninapomalizia ujumbe huu wa ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, nihitimishe kwa kusema maneno haya. Ratiba ya Mungu si kalenda ya mwanadamu alionayo. Ratiba ya Mungu si kalenda ya mwanadamu alionayo. Yeye Mungu upanga na kutenda kwa wakati wake. Na leo ndo maana tunauona udhihirisho wake. Walidhani atafufuka, lakini tunamshangilia Mungu kwa ufufuko wa Yesu Kristo maishani mwetu. Kristo amefufuka. Haleluya. Kristo amefufuka. Haleluya. Kristo amefufuka. Haleluya. Roho Mtakatifu, unajua ufufuko huu. Tusaidie kuyaona yatakayoendelea ili tuweze kuvuka salama. Na kanisa lako linapokwenda kukushukuru kwa shukurani hii ya Pasaka, ninaomba ndani ya shukurani hii kuna nguvu ya tofauti, kuna uponyaji wa tofauti, kuna baraka za tofauti, kuna ulinzi wa tofauti. Basi kwa imani hii
Ninalileta kanisa lako kwa ujumla, watakapokuwa wanatoka kwenye ibada hii. Yesu mfufuka wakutangaze popote, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen.